Leo tunataka kujifundisha something about unstoppable God. Mungu ambaye hawezi ukazuia. Because kuna miungu inaweza ikazuia, lakini Mungu wetu akisema ataifanya, lazima ataifanya. Iwe ni mtoto mdogo atatumia, iwe ni mkongwe ambaye unasema ana nguvu, iwe ni mtu ambaye anaonekana hamna maarifa, kama Mungu ako nyuma yake, kile Mungu anataka kifanyike lazima kitafanyika. Amen. Na nataka tusome kitabu katika kitabu cha First Samuel chapter 17. The book of First Samuel chapter 17. Kama utaweza, you can read from verses 1 mpaka 58 huko mwisho. But because of the interest of the time that we have, mimi ningependa wewe usome chapter 17 yote. My topic is unstoppable God. Wacha nikusomee tu kidogo kidogo ndio tushike story, because most of us tunaielewa. Biblia inasema, now the Philistines gathered their forces for war and assembled at Soko in Judah. They pitched camp at Ephes Dammim between Soko and Azekah. Sasa wewe usishinde kusumbuliwa na mambo ya Soko, sijui Azekah, hiyo ni sawa. Hiyo ni kama kuongea kuhusu Kepwe, Kalingale, Embu Town, Kiretile, hiyo ni kama kuongea hiyo. Nataka tuangalie Mungu anaingilia wapi. Praise the Lord. Amen. Saul and the Israelites assembled and camped in the valley of Elah and drew up their battle line to meet the Philistines. The Philistines occupied one hill and the Israelites another, with the valley between them. Unaona, they are trying to create the picture. Vile walikuwa ni kama Israeli wako pande ile, Wafilisti wako pande ile. Hapo ni kama kuna mahali panakaa kama mto hivi, kama ngurumo fulani. Ndio the Bible says a champion named Goliath. So Goliath was not just a man, but he was a what? Champion. It is very good to note ya kwamba yule mtu ambaye anapiganwa naye sio jamaa tu amechomoka kwa mausikizi zake, is a champion. Tunajua kuna mashida zinajulikana kwetu, kila jamii hapa kuna shida moja mnasemanga, na hii kwetu hii shida ni champion. Hii ndio champion hapa kwetu. Who was from Gath came out of the Philistines camp. Sitasoma hizo vitu zingine sababu ni nyingi. His height was 6 cubits and span. He had bronze helmet. Alikuwa na vitu vingi. Wewe ukishaona mtu anaelezewa mpaka ile socks amevaa, elewa zile ya 50 bob inazungushwa huko na Watanzania. Ukiona mtu ameandikwa mpaka zile nguo semekali zinaandikwa mpaka zilikuwa namna gani, usifikirie ile unaenda kuibuliwa pale na mia. Ukiona Biblia imeongea mpaka kiatu, ndio kitu kama hiyo. Lady atauliza, hii mambo ya kutuambia kiatu was it necessary? And I can also ask the same, was it necessary? So kuna vitu unasikia mtu akikwambia mpaka unasema was it necessary? Imagine mtu amekusalimia tu, jambo na kwa muda tu unasalimia, niaje salama sana. Jamii iko salama yeye kabisa. Ya hata sisi tuko salama, hata kuna shamba lingine nilinunua na hapa ya 5 acres. Na account yangu ya bank sasa hivi angalia jana nikaona niko na hapa milioni. Was it necessary? Ya shamba na account ya pesa. Tumekutana tu tunasalimiana, ati unajua division tu unasikia kitu kingine na nifurahisha sana. Unajua jana nilikuwa bank nikapata account yangu inasoma 1 million. Hiyo inahusiana na nini na salama basi tunasiliana. We don't do business with you. We don't even talk business. Lakini akisema hiyo ile labda kuna kiburi fulani nataka kuonyesha. Yes, always wakati mtu anamwambia vitu ane
Was it necessary the Bible kutuambia viti yake haikuwa how many feet? Si hata hapa kila mtu akona urefu yake. Was it necessary? But that shows you ni jamaa watu walikuwa wamemuelewa vizuri ya kwamba every detail of him. Si kuna mtu anajulikana sana, watu wanasema anakuwa na kajino kamoja hapa kwa na kitu kanakaa black. Alafu kuna na kaska fulani hapa. Alafu kuna vile kanaga kama mtu mmoja anaenda, unasikia mtu ameelezwa. Kwa sababu hao ni wale tunaitanga notable. Kuna machampion fulani katika maisha tunazijua mpaka wakati zikianza vile zinaanza kukuja. Hata ukikaa unaanza kujua hii kizizo ile shida. Ile shida. Machampion. That was Goliath. Ati amekusikia. He had bronze helmet on his head. And wore a coat of scale armor of bronze weighing 5,000 shekels. Unakuwa mpaka kilo ya nguo ile amevalia. Unaweza kutoa hiyo jacket yako linen ya kilo ngapi? Ati tumekutana na wewe tu unaniambia mpaka ile jacket iko na ulispima ukaona ni kilo ngapi. We start necessary. Si hata mimi hata shangaa nisikize hiyo story tunaelekea wapi. Why all these news? On his legs he wore bronze grips and bronze javelin was slung on his back. His spear shaft was like rivers of vitu mingi sana. Sijui iron point weight this. Now, what is the Bible trying to show us wakati naeleza vile huyu champion yuko ni kwamba he is not an ordinary person. Ili kile kitakuja kutendeka kule later, hata wewe mwenyewe utaona ya kwamba this was not an ordinary person. There are challenges we go through in life that are not ordinary. Si kuna vitu unakutananga nazo unasikia hii haitanitisha, lakini kuna unasikia hii bwana. No, this is not ordinary. So he was not an ordinary person. In short, the guy looked as if he is unstoppable. The Bible begins in verses 4 by describing him as a champion. As a champion. Mtu ameenda tu anasikia kichwa inauma, anafika hospitali anaambiwa kiwango kingine kinamtisha, kinajitoa kama champion. Does that mean that is the end of that person? No, it is not the end. Now look here, even with all that, let me see here. Goliath stood and shouted to the ranks of Israel. He shouted to what? The ranks. Do you know what are ranks? Unajua ranks ni nini? Ati na lugha ya kueleweka haraka. What are ranks? Wewe ni lecturer. Is a electrical engineer. Haya ni lecturer kule vocation. People lazima awe na uwezo wa kutengeneza. What are ranks? Ngazi sio tobe. Yani alitusi ngazi. Yani kwa jingine nasema kutoka kwa kwenda chini mwa. And he was abusing the ranks. Not an individual. Na hapo ndio inakuonesha Goliath was not just an enemy. Is an enemy who understands the power and authority. So hakuwa anaona wana wa Israeli tuna macho kama wana wa Israeli kama wanadamu. He knew these people are carrying different lands. In short, from your leader down to who doesn't have a position. All of you, I assure you. Tunasikia mtu wanaume wakisema tafadhali usitutusi mbele ya mke wako. Usionyeshe madharau mbele ya mke wako. Ana defend rank. Ana defend rank. Sasa
mahali alafu anafanya. Sisi wanaume tunafikia hiyo sasa. Tunafanya kimadharau mbele ya watu. Kimetumaka. Sababu tunasema utaonekana ni kama ume. Rose, ni kama ume. Sasa wewe nitekeleza tukiwa wawili huko na kisipele yako. Naitwa you are divine, you are disgracing the ranks, which is not good. Unaniibisha mbele ya watu wangu. Naye mwanamke unasikia akipiga kelele huko mbele. Imagine alifanya madhara mbele ya watoto. Mbele ya watoto. Sasa analeta shida. Amefanya madhara mbele. Sababu hao sasa ndio majunia wake. Sasa huyo ana complain amefanya madhara mbele ya watoto. Mzee anafanya anafanya madhara mbele ya mke. Kwa hivyo hakuheshimu mamlaka. Yaani Goliath alikuwa akitokea hataki kujua kutoka kwa mfalme wa Israeli ambaye wao wanaheshimu kama mfalme. Alikuwa anamfanyia madharau aonekane kama zero. So he despised everyone. He says, I defy the ranks of Israel. Hakuna mtu hata mmoja jamaa anaishi. Alafu Biblia inasema ya kwamba who do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine and you are not the servants of Saul? Choose a man and have him come down to me. If he is able to fight and kill me, we will become your subjects. But if I come to him, if I overcome him and kill him, you will become our subject and serve us. Then the Philistines say, this day I defy the armies of Israel. I defy them. Give me a man, and let us fight each other. On hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Yani in short, hiki kijamaa kila wakati kazi yake ilikuwa kutokea na kutukana na kutusi wana wa Israeli. Na Biblia inasema walikuwa wanaogopa sana nguvu yao yote inaisha. And I'm relating this with sometimes the things we go through in life. Something that you wake up every morning to see. And every time you look at it, it makes you feel not loved. It makes you feel not recognized. It makes you feel mimi hapa sieti mahali kichampion fulani. Na Mungu anataka hicho kitu kisiendelee tena. Biblia inasema now the Israelites had been saying, do you see how this man keeps coming out? Do you see how this man keeps coming out? Unaona vile mtu anashindanga akijitokelezea kwetu. He keeps on coming out. Do you see how this problem keeps on coming back? Angalia vile shida inashindanga ikirudi tena. Angalia vile ninakushindanga nikikwama. Angalia. Watu wa Mungu nisikizeni. Sababu moja ya Mungu kukuokoa na kuanza kutembea na wewe kama mtu ambaye ako na agano na yeye, it is because anataka abadilishe maisha yako. Na anataka wewe uwe mshindi na uweze kuangusha nguzo fulani ambazo zimekuwa ni kama vizuizi za mambo mengi katika maisha. I just want to reveal to you this. You are not alone. Israelites at this time, they are feeling alone. In fact, wakiangalia, they don't see anybody who can help them. Hata wakati haka jamaa kanaitwa Daudi kalitoka kulisha kondoo kakajitokeza, ndugu zake walimwambia, wewe unakuja kufanya nini wewe sasa? Wewe si umekuja tu kujiangalilia vitu. Wewe tunajua kibelebele yako mingi.
unataka tu kujiangalilia vile vita inapigana. He was very despised. Very despised. Alafu hao watu wametishwa. Ukiangalia verse 22 inasema 21 inasema and Israel and the Philistines were drawing up their lines facing each other. David left things with the keeper of supplies, led to the battle line and asked his brothers how they were. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion of God, stepped out from his line and shouted his usual defiance at David handed. Wakati wako pale wakipimana vile wataanza vita, Daudi akatokea na huko akakuja. Na Daudi akauliza ndugu zao, uko na mna gani? Vile tu alikuwa anaongea hivyo, Goliath kikatokea. Kama kawaida, kikashauti. Na Biblia inasema Daudi akasikia pia ile sauti. Ile sauti. Whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear. How many used to flee from him? 10? 20? All of them. Kitu kimetisha. Everybody. Everyone ametishwa. Kuna ndoto tuko nazo katika maisha yetu, lakini wakati tunalinganisha ndoto zetu na uwezo wetu, kitu kinafaa college kinasema ndio ndoto iko lakini hautawaipata. Kitu fulani kinazima mpaka nguvu yako ya maono. Ndio Mungu anataka kuonyesha kuna nguvu zake ufanya kazi. Bwana sifa. Sasa ndio hapo 25 Israeli wanasema, do you see how this man keeps coming out? Goliath needed somebody to challenge him. He comes to divide Israel. The king will give great wealth to the man who kills him. He will also give him his daughter in marriage. You know the king's daughters are not married by anyone. And will exempt his family from taxes in Israel. Atume mtu ataua huyu Goliath kwa sababu ya vile tunasumbuliwa na yeye. Huyo mtu atakaye haitamuuliza kodi. Atapeana msichana na atapewa utajiri. Yani, this shows you the king was already very desperate. Hata mfalme ambaye anafaa kuwa msaada kwa watu wake amefanya nini? Amenyoa mikono. Desperate. The king is desperate. Mfalme hajui atasaidia watu wake na mbele. Amefika mwisho. The man was desperate kama to Israel. Amefika mwisho. Na tunaona vile Mungu jifunua hata wakati hali imefika katika hiyo level. Can I tell you something? Hatukuambiwa ya kwamba tutapitia mashida na changamoto katika maisha na Biblia. Lakini tuliambiwa hata tukiyapitia kuna vile tutafanya nini? Tutakuja kufaulu. Praise the Lord. Wakati Daudi alitokea, they repeated. David asked all men standing near him, what will be done to the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Let me something like Swahili verses 26. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu. Akisema, je, atafanyiwaje yeye atakayemuua Mfilisti huyo na kumuondolea Israeli aibu hii? Ngoja kidogo. Kumuondolea Israeli nini? Aibu hii. Aibu, wala hii ilikuwa ni aibu kubwa sana. Watu ambao wameitanishwa na Mungu kwamba hawawezi wakamuua. Wamenaswa. Wanatusiwa kila asubuhi, kila mtu. Hakuna.
Je, atafanyiwaje yeye atakayemuua Mfilisti huyo na kumwondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyo asiyetahiriwa ni nani hata awatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Verse 27. Nao watu wakamjibu vivyo vivyo, wakisema, hivyo atakavyofanyiwa mtu yule atakayemuua. Na hiyo venye atakuwa atafanyiwa, kusoma verse 25 uone kile mfalme alikuwa akisema atafanya. Verse 25. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametoka ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua, mfalme atamjiriza kwa utajiri mwingi, naye atamuosa binti yake na kuifanya bara ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Praise the Lord. Amen. Aya, nataka tusome hii mstari wa 28. Naye Eliabu ndiye alitoka huyo mkubwa. Naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu. Sasa sikiza, huyu amesikia David Karasibo, nikakiuliza ati mfalme atapeana nini? Mkubwa Wow. Naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi kabisa. Akasema, mbona wewe umeshuka hapa? Na kondoo wale wachache wamemwachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako na umbaya wa moyo wako, maana imeshuka ili upate kunitazama pia. Huyo ni ndugu yake mkubwa. Wale watu mkubwa hapa na si basi. Unajua my elder brothers na my elder sisters wanaraundi wakati mwingine. Na wale my elder mkubwa hapa, sinaona vile wakati mwingine mtaki kusikia wale wengine huko vile wanasema, mnaona kama hawana point. Si ndio? Ndivyo tu kunafanyika hapo. Mnaona hao hawana nini? Na wewe unaonesha kwa hauna point. Ndio huyu anafanya. Anasema wewe kiburi chako tunakijua sana. Umekuja kujiangalia nini? Vita. Kwanza yeye anasema sisi hata kile tunajali, zile kondoo ile kazi wewe unafanyanga ya kondoo. Si umeacha na nani? Unajua Mungu anataka akutumie ufanye vitu ambazo zimepita akili za wanadamu. Mungu anataka asababishe situations tu, hali tu zibadilike. Hata huyo big brother, huyo big sister, unasema kwa sababu huyo si big brother na kwa nasema kwa na hao hata mimi si big brother, na unafikiri hata wao big hawana point. Si wote. Ndio ni big brother, lakini si big brother. Kuna kama hatuna points. Na tunakuwa na points. Unajua ni big sister. Tunakuwa na points. Hallelujah. Please, wewe ni nani? Namba 2. Wewe ni wale wako umekuja kujiangalia vita. Tuko pamoja. Mimi namba 2. Hallelujah. Amen. That's what it was. Lakini kuna kitu moja wako wanajua na Daudi kilikuwa tofauti na wengine. Huyu alikuwa ameshamwagiliwa mafuta na alikuwa na uwezo sasa wa kudhihirisha. Praise the Lord. Amen. Kiburi chako tunakijua. Kwanza Musa akiongea pale ndio kutaka. Pia na pia. Kibele hiyo yako tunaielewa sana. Wengine wanajifanya uko very anointed. Ndio wengine tunaambiwa hata kuheshimu wewe. Heshimu miaka tu. Heshimu miaka. Kwa sababu tunaelewa msikini ya Daudi kanisa.
ukaumia tu kidogo ukisikia vile kali jina. Akasema ni basi story na. Naye Daudi akamjibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Sasa nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? Nimekosea nini? Hata kama ile nimeongea kisiro. Sitakugonga. Sitatusi mtu. Kwanza Kiingereza inauliza, now what have I done? And David said, what have I done now? Is there not a box? Is there not a box? Can't I even speak? Niongee tu. Situ niongee tu hata kama haina point. Yaani, kaboni kanaongewa pale tu kama atajatoa kwa mdomo. The Bible says he then turned away to everyone was and brought up the matter, and the men answered it before him. What David said was overheard and reported to Saul, and Saul sent for him. Sasa ikafikia mfalme, na mfalme akasema kaletwe. Of course, to cut the long story short, because you know the story, when David came, wakati alishow up, hata hakuitisha vitu kama zile za wale wengine. In fact, wakati alienda kwa Saul kwanza alimfanyisha nguo za nini? Za vita. Akafanyishwa hii maboots na akapewa ile inaitwa nini? Ile ya kuzuia risasi. Ile iko na bullet. Shield. Akapewa mkuki. Akaambiwa, how do you feel now? Do you feel better? Kiburi imeisha. Akasema, sorry to disappoint you. Hata ile vita na vita nataka kuipigana siwezi pigana naye. Tena nikijaribu kutembea nasikia ni mzito sana. Mzito sana. Sasa hapo ndipo ndio kabisa. Na hapo ndipo alitoa zile mavazi. Akabaki na kenyasa yake. Na ile kama ya ndani ambayo imeraruka na jasho mingi ikiruka kwa mwili. Sababu ametoka huko kwa kuchaka kulisha nini? Kondoo. Akachukua ile sling alikuwa naye. Na sasa hiyo akaambiwa, haya basi mahali tumefika hata sote tuko desperate. Karibu tu. Because desperate situations sometimes. Some people can do very desperate things. Na bado mtu akisema ni program anajaribu kusoma. Desperate situation. Hata ile inaweza saidia tu kuchemba. Na hivyo ndipo siku moja ilifika wakati wa Jona. Wakati meli ileta shida inataka kuanguka. Kapteni akasema kila mtu aite Mungu yake. Kama yako anaitaka kama unaenda soma, aita soma. Sasa tunataka tu jawabu. Whichever way your God is worshipped. Kwa hiyo na family imefika mahali kasema kila mtu aende akakutele Mungu anaitaka. Kama ni mganga iko mahali tumepeana ruhusa sahihi solution. Wewe enda tu bora medicine. Desperate situation. Makes people wanajaribu kuangalia chochote ambacho kitasaidia kiletwe. It was a bad situation. Biblia inasema wakati alienda akamconfront na Goliath akatokea tena akamwambia, wewe unanikunjia na hiyo sling, kwani mimi ni mkubwa? Hata adui mwenyewe ana boost vile ndugu zake wanampigia huyu kelele. Akasema, Goliath, leo wewe utakuwa chakula ya ndege wa angani na wanyama wa porini. Wewe unakuja kwangu na nguvu za mishale na mikuki, lakini mimi nakuja kwa jina la Mungu wa Israeli uliyedhihaki watu wake. Na
akachukua ile sling akaweka jiwe moja, akazungusha, akarusha, ikamuoka wapi? Hapa. Ili ilifika hapa, sijui ndio jamaa alikuwa amejifunika. Na hivyo ndivyo Goliathi alianguka, mambo yake ikafanya nini? Kaisha. Na wale watu waliosema kamekuja kujiangalia vita, wakaanza kusema Yesu. Sasa hiyo Daudi hata akisema, haya kila mtu kwa tumbo sasa tutembee kama crocodile. Kila mtu akatembea. Haya sasa hivi ndio basi tuvuke sasa, tunaenda sasa na sombo sote na libasi. Unaona kitu maneno ingekuwa. Hapo hakuna kitu angekuwa. Kwa sababu tumemaliza zote. Mambo muhimu ya kusoma wakati unaona hali ngumu imesimama mbele yako. Number 1, God's power is not limited by the size or the strength of your challenge. God's power is not limited by the size or the strength of your challenge. Usione shida kubwa ufikirie ati nguvu za Mungu zitashindwa kuifanya, sababu yeye kama ni kubwa kuliko size. Yaani size ya shida ni kubwa kuliko uwezo wa Mungu. Never. Never. Goliath alikuwa mtu mwenye nguvu sana, mkubwa. Kila mtu alimuogopa. But God is never impressed by human might. God can reduce the might of a man to 0 na atengeneze yule ambaye hana hilo. Praise the Lord. Amen. I don't know which giants we have today. It could be sickness. It could be fear. It is about financial crisis. It is about the family issues. But I want here, as big as they may look, and God is time, God can dwarf them. Mungu anaweza kuzifanya ziwe kama bilikimu. And God is able to bring the solution. So kitu moja nataka tusome hapa, that God's power is not limited by the size or strength of your challenge, is that you must learn to trust God's ability, not your resources, not your position. Because wakati mwingine is not what you have that makes you strong. It is the God that you have. The God that you know. The God you know is the God you show. Praise the Lord. Number 2, nasoma kwa hii. God prepares you in hidden places. Kuna vile Mungu hutayarisha mtu bila mtu kuonekana na watu. David was there. Yeye anatumikia kondoo. Na wakati alikuja, aliambia wale watu wacheni waambie story. Kule kwa kichaka nikiwa nalisha kondoo, wakati mwingine ndugu hutokea na anakamata kondoo na mimi huwa ninaitoa ndani ya mdomo wake. Simba alikuja kukula na lalua yeye. Huyu Goliathi atakuwa kama mmoja kwa wale wanyama nimeua. Praise the Lord. Amen. So nataka kusema ya kwamba uwepo wa Mungu ndio inakuwa silaha yetu. Amen. Nguvu ya ushindi wetu wakati mwingine si kwa pesa yetu kidogo. Kuna vile Mungu anaweka mkono wake kwa kidogo na anasababisha mambo makubwa kufanyika. Praise the Lord. Amen. God can place his hand on very small things. Na through that anafanya mambo makubwa sana kufanyika. So sometimes usitishwe wakati unaona kama nguvu yako ni kidogo. Weka Mungu upande wako. Trust him. Put God on your side. Changamoto unayopitia leo ni ya muda mdogo sana, kwa sababu mpango Mungu alio nao na wewe ni mkubwa zaidi, na uko na miaka mingi ya kudhihirisha Mungu. So that problem must come to an end. Praise the Lord. Amen. Number 3, God's name is greater than any weapon. The name of the Lord is greater than any weapon. Kitabu ya Proverbs chapter 18 verses 10 inasema the name
of the Lord is a strong tower. The righteous lands into it and is safe. I challenge you to trust him. Now, David did not rely on the sword, on the spear, or the uniform. He relied on God. He said, Goliath, wewe unaona nakuja na sling na jiwe na unasema ni kama mbwa. Hiyo ni kulingana na vile macho yako inaona. But the real thing is this. Hii sio inakuja nayo. I am coming in the name of the Lord. That God that you said cannot save Israelites is the one that I am coming in his name. The one that you said cannot help me. That is the God that I'm coming with. Hallelujah. Amen. The one that you say that look, nakaa kama mwana wa simu na kuandana na mambo ya kanisa huku ni kama sijielewi. Huyo ndiye Mungu nakuja na yeye. Huyo ndiye Mungu atakayenisaidia. Oh yes. The name of the Lord. Mambo kadhaa. God has a way of working. Daudi, nguvu yake haikuwa kwenye wimbo, ilikuwa kwa jina la. Do you know that name? You need to invoke God's name. Na ahadi zake. 2 more points after tumalize ibada. God uses the weak to display his strength. God uses the weak. Never forget that. Ya kwamba Mungu anatumianga wanyonge kuwaipisha wenye nguvu. Usijiangalie ukajidharau siku moja ukafikiria wewe ni mnyonge. Katika unyonge wako Mungu anaweza kufungua ndio ibadilishe kila kitu. God uses the weak to display his strength. Maana anajua huyu mwenye ameishiwa, ili jambo likionekana watu watasema kabisa sio pesa zake zimemsaidia. Kabisa nguvu ya Mungu hapa imehusika, imefanya kazi. In real sense haiwezi ikaua mtu kama wewe, lakini kuna kitu Mungu alitia ndani ya hiyo kitu. Inaweza kuwa uko na karama inaonekana kama haijulikani. Inaweza kuwa uko na your beginning is very humble beginnings. Inaweza kuwa kuna vitu unafanya lakini hata sijaanza kusikika, hata sionekani. Mungu wako na njia nyingi ya kufanya vitu zake. Unajua kazi zingine tunafanya hata ile Mungu akonanja nayo sana si kazi. Ni vile anatafuta njia ya wewe kukutana na mtu fulani tu, lakini ile njia ni kwamba unajifanya wewe ni kama na kazi fulani unafanya, kumbe Mungu anataka atumie hiyo kama njia ya kukuunganisha. Unasikia? The main agenda inaweza kuwa sio hiyo kazi. The main agenda inaweza kuwa Mungu anataka kuleta sasa destiny connector wa ukweli, maana hiyo tu ndio njia anaweza kuipitia. Don't despise small beginnings. Don't despise small things. As long as you're involving God, something can happen. And the last point is this: the battle always is God's. The battle belongs to God. Nataka nikwambie hivi, hata kabla Daudi hajarusha hiyo sling, Jehova akiwa mbinguni alikuwa ameshatamka ya kwamba hiyo vita itaisha siku hiyo. Haleluya. Mimi ninajua kuna vitu unaona kule mbele, unashindwa hata kama hii ni moja ya zile ambazo zinaambiwa mambo yake. Let me tell you, kuna vita kwa sababu kupitia neno Mungu anasikia. Kuna vita Mungu atasimama na atapigana kabla wewe atakufika kule mbele. Before you get there, there are battles that God is fighting. Hallelujah. Hii hadithi ya David inatuonyesha vitu vingi sana. Ya kwamba nguvu za Mungu, they are not stoppable, they are limitless. Hebu simama nikuombee sasa. Simama tu. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Baada ya hili ombi, Mungu atabadilisha mambo ya watu wengi. Baada ya ombi,
things happening in your life from today. Because God is changing seasons and things. Baba, katika jina la Yesu, hao watu umenituma kwao leo na hili neno, that God you are unstoppable. Kwa hivyo kile ambacho utafanya na wao, hakuna mwanadamu atasimamisha. Usika katika maisha yao. Wengine wako na ombi kwa mioyo yao kwa ajili ya watu wengine. Jibu hilo ombi Bwana. Jibu hicho kilio Bwana. Wengine wako na kilio kwa ajili ya maisha yao wenyewe. Baba, kutana na kila kilio. Wanaotusikiza kwa mbali, hata nao tunawaunganisha na baraka hii siku ya leo in the name of Jesus. Ninatangaza Bwana kupitia hili neno. Tumeona jinsi ulivyosimama na Daudi wakati kila mtu hakumwamini na hakuelewa kama anaweza kupigana ile vita. Kwa sababu history ilionyesha ya kwamba huyu champion hajawahi shindwa. Lakini wewe ukaweka kidole yako kwa mmoja kijana mdogo aliyokuwa tu ametoka kulisha kondoo na ukamfanya mshindi. Shika mkono ya dada mmoja hapa. Shika mkono ya ndugu mmoja hapa Bwana. Shika mkono ya kila mtu hapa. Simama na wao. Iwe ni mambo ya kifamilia, iwe ni mambo ya kifedha, iwe ni magonjwa kwa mwili. Kwa jina la Yesu natangaza Bwana, udhihirishe nguvu zako. Ukiponya, ukifungua njia za kikazi, za kifedha, za kibiashara, jidhihirishe Mungu. Ukuu wako uonekane. Naona kila mmoja hapata watoto mkononi mwako. Mungu wabariki kazi ya mikono yao. Natangaza kwa jina la Yesu ianze kupata matunda yake. Let them be fruitful. In the name of Jesus. Kupitia hili neno Mungu, ikawa wazi ya kwamba haikuwa tu Jumapili ya watu wamekusanyika kwa nyumba, lakini ilikuwa ni kama sauti ya unabii na kinabii ambayo inasema wakati umefika kutumia kilichodharauliwa kufanya yasiyowezekana. Kwa hivyo tia nguvu maisha ya mtu wako. Tia mwili wa mtu nguvu. Tia nguvu mwana jamii. Pigana vita ambazo kwa kawaida haiwezekani kwa mwanadamu. Fungua njia ambazo zimefungwa. Ondoa wengi kutoka kwa vizuizi vibaya. Nabariki maisha ya kila mmoja na nimetangaza mkono wako uonekane. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Inua mikono yako juu namna hii. Sema, I receive by faith. I receive by faith Victory. victory, Blessings. blessings, Good health. good health, Financial breakthrough. financial breakthrough, The right friends. the right friends, Open doors. open doors. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I receive all manner of blessings. I receive all manner of Say, my Lord, empower me. Lord, empower me. Hold my hands. Hold my hands, Hold my life. hold my life. I command every guardian I command everybody in my life, in my life, in my family, in my family, to fall now. to fall now. I receive the victory I receive the victory by faith. by faith. In Jesus' name. In Jesus' name, Amen. amen. God bless you so much. Hebu tuweze kuandaa sadaka zetu. Let us prepare our giving, our offerings. In the name of Jesus. So kama ulikuja na sadaka, please just prepare it.